Serikali ya kaunti ya Narok imeahidi kugharamikia kikamilifu mazishi ya watu 6 wakiwemo mtoto wa miaka 7 waliouawa kwenye makabiliano kati ya wakazi na maafisa wa polisi katika eneo la Angata Barikoi hapo jana. Kaaji wa Angata Barikoi, kwanza nataka nitoe pole zangu kwa kupoteza wandugu zetu. Makabiliano hayo yalitokea siku ya Jumatatu Aprili mwaka huu baada ya wakazi kudai umiliki wa kihistoria wa kipande cha ardhi kwenye ukubwa wa ekari 6,800 na kuzuia barabara kuu, wakilenga kuwazuia maafisa wa ardhi kufanya upimaji. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu alieleza kuwa vifo vivyo ni vya kusikitisha na visivyomulika, hasa wakati huu ambapo walikuwa karibu kupata suluhisho la mzozo wa muda mrefu kati ya maeneo ya Angata na Moyoi. Ni jambo la kusikitisha, ujumbe wake unasoma, ni jambo la kusikitisha sana kwamba migogoro ya ardhi imefikia kiwango hiki cha janga, hasa kwa kuwa tumekuwa tukifuatilia suluhisho kwa kipindi cha mwaka 1.5 sasa. Gavana Ntutu anaeleza kuwa serikali ya kaunti italipia gharama zote za matibabu kwa wale waliojeruhiwa kwenye tukio hilo. Kuhusu wajibikaji, Ntutu alithibitisha kuwa mamlaka ya kusimamia utendakazi wa polisi IPOA imehusishwa rasmi kufanya uchunguzi dhidi ya maafisa wa polisi waliokuwa. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, zaidi ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pia alilaani mauaji hayo na kuwataka wananchi kudumisha utulivu. Kwa mujibu wa ripoti za awali, watu 5 waliuawa huku maafisa 5 wa polisi wakijeruhiwa, mmoja wao akiwa katika hali mahututi baada ya kupigwa mshale kichwani. Murkomen alisema hali ya usalama ilitatiza zoezi la uokoaji na kuchelewesha udhibitisho wa idadi kamili ya wahanga. Waziri huyo pia zaendeleza kuwa uchunguzi wa kina utaanza mara baada ya hali kutulia, kubaini sababu ya matumizi ya nguvu na kubaini wale waliochochea ghasia hizo. Idhaa hii itaendelea kufuatilia kwa karibu hali hii na kuwaletea taarifa mpya kadri tunavyozipokea. Kwa sasa tunatoa pole kwa familia zilizopatwa wapenda wao na tunatoa pole kwa familia zilizopoteza wapendo wao na kuwatakia afueni waliojeruhiwa. Usisahau kusubscribe kwa habari zaidi kama hizi.